Bwana Yesu asifiwe. Hakika Mungu wetu ni Mungu aliye mwaminifu. Tunajikumbusha kitabu cha Luka sura ya 6. Mwalimu alikwenda kuomba usiku kucha. Baada ya kuomba usiku kucha, unaona akaja kuchagua wale mitume 12. Kwa maana siku zote katika mambo ya Mungu, uongozi lazima uanze na Mungu. Muulize Mungu makusudi ya Mungu. Je, hawa watu nao wachagua je ni sahihi? Kwa hiyo unaona Yesu alipanda mlimani akaenda kuomba usiku kucha, baadaye akaja kuchagua wale mitume baba zetu 12. Ndio hao alijenga msingi wa kanisa hata leo. Kwa hiyo sisi tunadumu katika misingi ya baba zetu waliochaguliwa na mwalimu, akajenga misingi imara. Hata leo jina la Bwana wa majeshi linatajwa. Ukuu wa Mungu unaonekana duniani hata leo kwa sababu ya ile misingi aliyeweka Yesu tangu zamani za miaka 2000 iliyopita. Kwa maana yeye alichaguliwa, akasema, Mungu alisema ni mtume nani? Akasema nitume mimi. Kwa maana aliona uovu umezidi duniani, akasema nitume mimi, nami nitakwenda kuiokoa dunia. Lakini unaona mwana wa Mungu alitufia Kalvari, msalabani. Alitupenda kwa neema yake, akatupenda kwa utukufu wake, akatujali kwa maana sisi ni watoto wa Mungu aliye hai. Na unaona Moses wakati yuko Sinai, unaona Mungu alimwambia Moses, ukisoma katika Kumbukumbu la Torati sura ya 5 na mstari wa 29, Mungu anamwambia Moses, laiti kama watu hawa wangeenda katika utakatifu, wakadumu katika sheria zangu, ndipo ningewabariki maisha yao yote, wakawa na baraka milele. Kwa hiyo sisi, kwa sababu wana wa Israeli wakati wako jangwani walikuwa ni watu wa kutangatanga, hawakudumu katika kumpenda Mungu. Wao walikuwa hawana maarifa juu ya Mungu. Aliyekuwa na maarifa juu ya Mungu ni Moses peke yake. Kwa hiyo wao walikuwa na tangatanga. Musa leo anawaambia fanyeni hivi, kesho wanabadilika, wananungunika. Kwa hiyo Mungu hakuwa nao kwa sababu wao maisha yao yote walikuwa ni watu wa kunungunika. Unaona Moses kila saa alikuwa anaombea rehema, warehemu watu hawa kwa sababu ya ufahamu mdogo kuhusu Mungu. Lakini ukikaa katika ile kweli ya Mungu, hakika utamwona Mungu atakupigania. Ukikaa katika haki ya Mungu, hakika Mungu atajifunua katika maisha yako kwa viwango vya ajabu vya utukufu wa jina lake. Kwa hiyo mwana wa Mungu, dumu katika neema ya Mungu, dumu katika mapenzi ya Mungu, dumu katika ukuu wa Mungu. Mungu atajifunua kwako kwa viwango vikuu vya ajabu. Amen.